Hello? Unanipata? Ya, nakupata vizuri mzee wangu. Hapo basi hapa nafikiri fresh hapa. Nitaka kuleta majanga fulani hapa lakini nimeyasort. Sawa, mzee wangu habari ya jioni. Bwana, mimi namshukuru Mungu niko poa kabisa, sijui wewe. Fresh naona kuna comment nyingi hapa, maswali mengi sana leo kwa watu, kwa hiyo itabidi tujaribu tena tusiache tupate wasaha wa kuweza kuyapitia. Lakini naona kidogo watu wako wamekuja kwa speed ya upepo. Jamani, nipo na Loco Omi ambaye siku hizi tunaita tunaita United Inside. Tunaita United Inside. Kwa hiyo wazee kule United Inside kule hakuna makelele kama mimi mwenyewe ninatoaga maoni yangu sometimes naamua tu kukasirika na kuja hapa na mkasirikia Amorim, lakini kule kwa United Inside kule ni makala ambazo zimeshiba, zimepikwa, zimepika. Kwa hiyo ukitaka kupata vitu vigumu vile ambao unahisi ni vigumu ili viwe rahisi, ukienda kule United Inside kule unapata vizuri sana na kama kufanulia vizuri sana. Kwa hiyo kule nenda kwa ajili ya kupata makala. Wewe unapata pale kila siku. Unapata vitu vizito kidogo. Kwa hiyo leo nipo naye hapa. Tutapata wasaa kuzungumza machache na leo tunatoka hapa kuangalia mechi ya Liverpool. Unajua hii ni wiki kubwa. Hii ni wiki ambayo tuna mechi kubwa Anfield. Mechi ambayo Liverpool kafunga mechi 3, of course inaweza kuwa ya 4 Jumapili. United pia tumepitia wakati mgumu. Kwa hiyo ningependa kwamba leo tunaanza countdown rasmi. Kwa tunaongelea mechi hiyo kila siku mpaka Jumapili. Yaani kila siku tukija hapa ni kuongelea mechi ya Liverpool mpaka Jumapili. Kwa hiyo nikasema angalau Loco pia aje atupe pia kuhusu kila ambacho anafuatilia naye kuhusu mechi hiyo ya Liverpool. Mzee wangu karibu sana. Poa mzee. Natumai kwamba mambo ni mazuri sana. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo ninalo mmoja, naomba niambie kwanza kuhusu hii mechi ambayo inachezwa Jumapili. Liverpool kapoteza mechi 3 kabla ya mechi hii ya Jumapili. Alafu akaenda kwenye international break, wakati huo Manchester akiwa ameshinda mechi yake ya mwisho ambayo watu wengi wanasema itakuwa mechi ya mwisho kwa Erik ten Hag. Kwa timu zote hizi mbili ni kama zinapitia changamoto fulani, lakini changamoto zote hazifanani. Kwanza unaonaje wewe binafsi kuhusu hilo, ambacho mechi hii itakuwa ni mechi ya aina gani? Mimi nafikiri ni mechi ngumu sana kwetu. Yaani itakuwa mechi ngumu sana kwa United kwa sababu Liverpool ametoka kwenye kufungwa mechi 2 mfululizo za ligi kwanza. Dhidi ya Palace goli 2-1, dhidi ya Chelsea goli 2-1 pia. Lakini utaona mechi zake za msimu huu zimekuwa anashinda, lakini anashinda kwa bahati. So ugumu unaoona inawezekana Liverpool akataka kuja kuamkia kwa Manchester United. Huo ni ugumu ambao nauona. Lakini upande wa pili Manchester sio kama Manchester wameimarika vile ambavyo tunafikiri labda au tunavyoona tunataka wawe. Ushindi wa mwisho dhidi ya Sunderland, unacheza na Sunderland goli 2-0. Sunderland ni si club ya kusema unaenda kushindana nayo kwamba kwa uwezo, quality, kila kitu. Manchester na Sunderland ni vilabu viwili tofauti, wanacheza ligi moja lakini ni vilabu aina mbili tofauti. So nafikiri itakuwa ngumu zaidi kwetu sisi kuliko kwa Liverpool kwa form ya kwetu tulionayo. Hatujui nini kinaweza kikatokea kwenye dakika 90 za mpira kwa sababu mpira una maajabu mengi, lakini kwa namna tulivyo, namna ambavyo tulipigwa na City, namna ambavyo tulienda kupata ushindi kwa Chelsea kwa hali ngumu, Brentford 3-1, bado sioni kama ni mechi rahisi kwa United. Naamini Amorim ana backup kubwa ambayo tumeendelea kuambiwa na wamiliki kwamba wataangalau miaka 3 hivi ili kuweza vitu vitokee, lakini naamini itakuwa ni mechi ngumu sana na inaweza kuendelea kutupa taswira nyingi tofauti kwamba labda Amorim si mtu anayetosha kwa sababu ametuambia mara nyingi system sio tatizo, na hata mimi nakubali system sio shida ya Manchester United. Sijui back 3, back 4, back 5 sio shida ya Manchester. Manchester wana shida nyingine zaidi ya kupata matokeo, na naona Amorim kama ataenda kupata matokeo dhidi ya Liverpool itakuwa jambo bora sana kwake na kwa Manchester United na itabadilisha kabisa picha nzima. Lakini kama ataenda kupoteza dhidi ya Liverpool itakuwa ni jambo baya. Lakini to me fair kabisa nafikiri sare inaweza ikawa ni jambo bora kwa United kwa namna mambo
ya Liverpool ukiwaangalia Manchester. Na kwenye swali lako hapo umeuliza swali la msingi kwamba ni wakati sahihi kucheza na Liverpool. Nafikiri ni wakati sahihi ili kuendelea kuona yale madhaifu yenu kwamba tuna uwezo wa kufika wapi. So tujue Januari kuna namna ya kwenda kuleta nini, kwa sababu Januari ni dirisha ambalo watu wengi wanakuja kuboresha. Takumbuka mtu kama Nemanja Vidic alikuja Januari, kama nitakuwa sijakosea. Nemanja alikuja Januari, mtu ambaye alikuja kuongezea ubora. Nemanja Vidic, hata nafikiri Matic pia sijui. Bruno Fernandes pia, Robin van Persie pia. Kwa hiyo inaweza ikaleta ubora kama wataenda. So mimi nafikiri hii ni mechi ambayo ni do or die, lakini nikiuhalisia tukijipima namna tulivyo bado hatujajipata kama timu. Yani sisi kama timu bado haijapata ubora wake kabisa kusema hii ni timu ambayo inacheza kama timu. Kwa hiyo naamini hii itakuwa ni mechi ngumu sana kwetu, na kwa rekodi tu zilivyo ukiangalia tumekutana mara 66 tayari Liverpool na United. Kati ya hizo tukishinda mara 29, na maana sisi tumeshinda zaidi kuliko wao. Wao wakishinda mara 20 peke yake. Itakuwa mechi ya 67 siku ya Jumapili. Kwa hiyo ni mechi ngumu, na mechi ya mwisho tulitai wao sare ya 2-2, lakini mechi ya kwanza walitupiga goli 3-2 katika msimu uliopita. So nafikiri itakuwa very 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 hard game kwa United kwa namna mambo yalivyo kwenye klabu ya Manchester United, Dr. Nakubaliana, mara ya mwisho kufunga Liverpool ni kwa lini? Kwa sababu nakumbuka mechi ya FA Cup ambao tulifunga 4-3 nafikiri. Nafikiri ndio mara ya mwisho kumfunga Liverpool. Kwenye ligi mara yetu ya mwisho kufunga Liverpool ni lini? Ni 2022. Ndio mara mwisho tumemfunga Liverpool. 2-1. Baada ya hapo tukala kichapo cha 7 bila, ikaenda bila 2-2. Kaja 2-2 kwenye Premier League. Tukapigwa 3 bila. Kuna mechi ya 5 bila hapo katikati. Hapo nyuma kidogo 2021 5 bila. Kwa hiyo ukiangalia kwa haraka hapa kwanza hapa kuna 4 bila, kuna 5 bila, kuna 4-2. Yaani ametuonea hapa karibuni. Yaani huwa tunajikamua kwa kina Arsenal huko na nini, lakini tukifika kwa Liverpool au na Man City huwa anatupiga vizuri. Angalau kidogo Man City kidogo tunajikamua, lakini Liverpool akiwaga kwenye ubora wake na City kwa dhaifu huwa anachapa serious. Yaani huwa anaga msalie mtume. Kwa hiyo ukiangalia mazingira ya mechi hii ambayo inaenda kukutana nayo, kwa sababu kama ulivyosema mwanzoni wamepoteza mechi 3 mfululizo, moja ikiwa Champions League dhidi ya Galatasaray, alafu anakuja na Manchester pia wamekuwa na uwezo kujua watakupa nini kwenye mechi husika. Kwa wengine wanasema kwamba mechi dhidi ya Sunderland, wengine wanasema kwamba sio kipimo, kwa sababu Sunderland ni mtu ambaye amepanda daraja msimu huu, kwa hiyo uwezo kumpima. Lakini mimi pia nikiangalia Liverpool, sijui labda mtanikosoa, lakini mimi nikiangalia Liverpool, nikiangalia mechi zao jinsi ambavyo wanavyocheza na mechi ambazo hawajapata matokeo, nafikiri wakati mwingine tu ni kwamba matokeo tu hayaji, lakini sio kwamba wanacheza vibaya, sio kama timu mbovu. Kwa sababu ukiangalia mechi kwa mfano dhidi ya Crystal Palace, walikuwa muda wote wanakosa tu magoli wao. Lakini pia ukiangalia mechi dhidi ya Chelsea, pia kuna muda walipata moment kadhaa ambazo wangeweza kutumia, wangeweza kupata ushindi. Kwa hiyo nafikiri wakicheza hivyo ambao wanacheza wao, bado wangekuwa na sisi, bado wangeweza kutufunga vile vile. Kwa hiyo ni swala tu la kuwa tu makini kwa upande wao, kwa sababu I believe bado wana timu nzuri ambayo ukiangalia kwenye numbers, kwenye historia hivi karibuni, lakini pia kwenye consistent, bado ni timu ambayo consistent kuliko Manchester United. Sisi huwezi kujua siku hiyo itakuwaje. Kwa hiyo ukienda kwenye makaratasi ni kama sisi tunaenda tukiwa underdog, sio? Bila shaka hiyo ni dhahiri, Dr. Sisi tunaenda kama timu ya pili ambayo itakuwa inaenda kutaka kuprove labda inaweza ikapata matokeo, lakini kiuhalisia ni mechi kama ambavyo nimetangulia kusema kwamba itakuwa ni mechi ngumu sana, na sisi itakuwa lazima tuwe timu ya pili dhidi ya Liverpool, kitu ambacho nafikiri kinaweza pia kikatusaidia kama wachezaji wataona ni jambo zuri. Unajua ukienda kama timu ya kwanza pia inakupa pressure, lakini kama utaenda kama timu ya pili nafikiri inaweza ikasaidia zaidi kufanya vizuri. So
kuwa timu ya pili naamini ni bora zaidi, kwa sababu itakuwa imepunguza ile pressure na watu watakuwa hawana matumaini na wewe, watu hawafikiri kama unaweza ukashinda, lakini ndio muda wa kuwa surprise watu kwamba naweza nikashinda. Kitu pekee ambacho mimi nashindwa kukielewa ni kwamba Manchester wana quality, yani sijui nini ambacho kinatokea, au ndo kama mimi ambavyo naamini sometimes ni maisha, kwamba hatuwezi wote kuwa mabilionea duniani, hatuwezi kuwa wote na ajira duniani, hatuwezi kuwa nini, lakini mimi naamini United ina quality kubwa sana ambayo iko nao. Angalia namna ambavyo kikosi cha Liverpool kilivyo, unalazimika wakati mwingine kumtumia Szoboszlai, nafikiri Dominic anacheza namba 2. Anacheza namba 2 ya. Dominic mara nyingi kuna mechi moja tu alicheza hii mechi dhidi ya mechi yao ya ngapi ile ya Arsenal. Nafikiri ndio alicheza upande ule. Akacheza vizuri sana. Toka hapa kana mpanga namba 2. Which I think sijui uko unaendelea kusema kitapendelea. Kwamba unaona wao Liverpool wanalazimika pia, kuna baadhi ya maingizo kulazimisha kucheza sehemu nyingine. Wanamuona Jeremy Frimpong sio bora, wanaamua kuopti Dominic kwenda kucheza upande wa kulia. Bwana mdogo Bradley bado sio bora sana. Unaona mechi iliyopita dhidi ya Chelsea namna ambavyo hata Garnacho alivyoingia alifanya vizuri upande ule. So nafikiri Manchester kama inaweza kuamka vizuri, Bryan Mbeumo akiwa kwenye kiwango bora, Amadi, Matthew Cunha, same to Bruno, we can beat them, tunaweza kuwafunga. Lakini itategemea na mentality, kwa sababu pia nachoona shida ya Manchester wachezaji wetu, mentality yao ni tayari ile ya kupoteza kila wakati. Ndio kile kitu ambacho alikuwa anakisema Amorim, kwamba klabu imekosa pia leader. Yani tunapopoteza mchezo unaona hata nahodha anaenda chini, sio kuwaambia hey guys wake up, tunaweza tukapata matokeo. Bruno sio Roy Keane, Harry Maguire sio Roy Keane, sio Antonio Valencia. Unajua angalau hata Antonio Valencia alikuwa yule nahodha ambaye anaweza kuwa motivate wenzake. Ukimwangalia alipokuwa Garnevo hakuwa most talented right back, lakini aliweza kuwa na kumotivate wenzake. So nafikiri tunakosa pia au leaders ambao Mourinho anasema leaders sio kama wanatengenezwa, leaders wanakuwa wamezaliwa hivyo. Mourinho alikuwa anatuhadithia story moja, yule beki wake kutoka Ureno, George Costa, namna ambapo walikuwa wamefungwa mpaka mapumziko, wakaenda chumba cha kubadilishia nguo. Wakati wanaenda chumba cha kubadilishia nguo akamwambia Mourinho, akamwambia hey Mourinho, nisubiri kwanza. Jamaa akaenda akafanya death job yote ambayo Mourinho angeifanya, na baadaye akamuita kocha njoo tu coach. So Manchester anakosa watu wa aina hiyo. Hatuna mtu kama Zanetti, hatuna mtu kama Roy Keane, hatuna mtu kama Patrick Vieira ambaye anaweza kuwaambia wenzake tumepoteza mchezo, tunaweza tukaendelea kupambana. Nafikiri hicho ni changamoto kubwa. So ni swala la mentality ambalo pia limekuwa linatupelekea kupoteza mchezo. Tungekuwa tuna watu ambao wana take risk zaidi, hawafikiri kupoteza, hawafikiri pandi tutasema nini, nafikiri ingeweza kutusaidia sana katika ubora. Lakini Dr. hii sio mechi ya kawaida, hii ni mechi ngumu, na hii ni mechi ya kipinzani, ni derby. Unajua hii ni derby. Tumekuwa wanyonge kwa muda mrefu, yani kama vile mechi ya Simba na Yanga Tanzania, ambapo Simba amekuwa mnyonge kwa Yanga, ndipo Manchester amekuwa mnyonge kwa Liverpool. Kwa hiyo Manchester anabidi kufanya kitu ili sio kushinda tu mchezo huu, kwa sababu akishinda means inampa nafasi nzuri kwenye zile nafasi za juu, na unaanza kupata confidence, kama nimemfunga Liverpool atakayekuja anaweza nikamfunga. Lakini kama unapoteza tena mbele ya Liverpool, ulifungwa na Brentford, ulifungwa na City, ulifungwa na Arsenal, kama wewe sio tuna timu kubwa, kwa sababu timu kubwa wakati mwingine ni kupambana na hawa majiant wenzako. Unajua chini ya utawala wa Fegi tulikuwa wakati mwingine tuna fail labda kwenye hizo mechi kubwa, kitu kwa tunawapiga hawa wadogo. Sasa hivi wakubwa tunawashindwa, wadogo pia tunawashindwa. Kwa unaona ni swala la mentality zaidi, na nafikiri Amorim anahitaji kulitengeneza zaidi hicho na kuwafanya watu wake kuamini kwamba wanaweza kubeba mzigo mzito ambao washabiki na watu wa Manchester, na pia itasaidia kupunguza pressure hata kwa hawa wamiliki wake. Unaona hata hizo sekeseke za klabu kuuzwa na kila kitu ni kutokana na mwenendo mbaya wa timu. Unajua timu ikishinda hakuna mtu anaweza akapigia kelele swala la Glazer, kwa sababu mimi na wewe Glazer kutengeneza fedha haitubadilishi chochote. Sisi haituhusu. Sisi tunataka tu matokeo uwanjani. Matokeo uwanjani tu kwenye timu. Sisi tunajua Joe anaingiza shilingi ngapi, Glazer anaingiza bei gani, lakini matokeo mabovu ndio zinakuja hizo kelele za kwamba Glazers out, tuwape watu wengine, hata Ineos ni mchongo na vitu kama hivyo. So Amorim ana jukumu la kuhakikisha vijana wake wanaweza kufanya vizuri zaidi. Sawa. Kuna mtu hapa anaulizia kuhusu hilo, amesema ametoa kwenye mada kidogo. Yeah.
kuhusu anasema kuhusu swala la kuuzwa, anaitwa Rafael Kenga. Sasa muulize Loko, swala la kuuzwa amelibebaje yeye, kimaoni yake vipi tukimpata Baleba na Adam Watson, je, tuweza kuachisha wote kwa pamoja? Mkuu anasema mambo mawili hapo, swala la kuuzwa amelibebaje, lakini pia swala la Baleba na Adam Watson wakija wote wawili, je, anaweza kufika wawili, kwa unaweza kujibu maswali hayo angalau. Amesema nikuulize wewe specifically. Sawa. Mimi nafikiri swala la kuuzwa ni kama ambavyo tumetangulia kusema kwamba sisi halitusaidii chochote wala halituongezei chochote. Halina athari yoyote juu yetu. Likiuzwa isiuzwe, sisi kwetu sio athari. Athari ni kuona klabu yenyewe inaweza kufanya nini. So nafikiri kuuzwa pia inaweza ikawa ni jambo bora, lakini inaweza pia lisiwe jambo bora, kwa sababu tachukulia mfano leo Newcastle ina matajiri ambao wana fedha kuliko watu wote pale kwenye Premier League. Yaani kwa fursa walilonalo. Ukiwatoa matajiri wa Man City wale wa Newcastle pia wana fursa kubwa sana. Lakini na Newcastle bado imekuwa sio klabu kubwa, na hatari ni msimu karibu wa 3 jamaa wameinject hela yao. So unaweza ukaiuza na bado ikawa yale, kwa sababu kila anayenunua sio kwa mapenzi, ananunua ili afanye biashara. Unajua ni tofauti na miaka ya nyuma kwamba watu walikuwa wanafanya hivi vitu kwa sababu ya mapenzi yao, lakini sasa hivi ni kwa sababu ya biashara zao. So nafikiri kwenye kuuza au kutokuuzwa, kwangu mimi vyote viwili ni 50-50. Ukibaki Glazers, na huwa nawaambia watu siku zote Glazers, zile kelele za Glazers ile ni propaganda ya Kiingereza, kwa sababu Glazers wamekuwa ndio wana spend kiasi kikubwa cha fedha. Tumevunja rekodi nyingi hapa miaka 5, 6, 7 iliyopita kwa chini ya hawa Glazers. So kinachokuja kutokea ile ni propaganda ya Kiingereza, ya Waingereza wanajua wenyewe, ndio maana unaona kina Galnev wanaipigia sana kelele, lakini timu iko kwa Glazers. Niliona mtu mmoja anasema Waingereza hawezi wakauza timu anaimiliki Marekani kwa asilimia 75 sasa hivi. So kwangu mimi kuuzwa ama kutokuuzwa ni jambo ambalo liko nusu kwa 50 kwa 50. Ikiuzwa ni sawa, isipouzwa pia ni sawa, kwa sababu hamna ambacho kitabadilika. Kubwa ni sisi furaha yetu ni kuona tu timu ikipata matokeo uwanjani. Hivyo vingine sisi havituhusu kabisa. Lakini kuhusu Adam Watson na Carlos Baleba, Carlos Baleba nilikuwa nafuatilia Carlos Baleba pia ni kama vile ameanza season sio vile ambavyo alianza season ile, na ambayo watu wanahusianisha na kuhusiana na kuja Manchester kwamba ilishamvuruga akili ile. Na nimeona thamani ya transfer market ni paundi milioni 40 pekee yake mpaka sasa hivi imewekwa. Baleba akija ni mchezaji mzuri. Adam Watson pia kwenye rate za season hii Adam amekuwa bora zaidi kuliko Baleba kwenye rate za msimu huu ambao unaendelea, si ndio? Msimu uliopita Baleba alikuwa bora zaidi ya Adam, pamoja na yule bwana mdogo kutoka Nottingham ambaye anahusishwa Anderson. So nafikiri kuja kucheza wote pamoja ni jambo gumu, sababu wote wana aina moja. Na sio rahisi kwamba utaweza kuwanunua wote wawili, lakini hiyo ni moja. Unaweza kumsajili mtu na mwisho wa siku asikupe kile ambacho unakifikiria. Mfano mpaka sasa hivi tutaona Kunya hakuna assist, hana chochote ambacho amefanya Matthew Kunya, si ndio? Lakini Kunya ni moja kati ya wachezaji bora kabisa msimu uliopita, na unaona akienda timu ya taifa ya Brazil anafanya vizuri. So kusajili ni betting, ni kugambo. Unaweza kusajili mtu bora na asije kukupa, lakini tunaweza kupata mmoja Januari kama itawezekana, lakini huoni possibility ya rahisi ya Januari kuleta mtu. Nafikiri kuna wakati labda walimu pia wanakuwa majeuri. Hapo pale mabwana mdogo kama Kone amekuwa na wakati mzuri kwenye timu za vijana na ni project ya kwa labda taarifa ambayo nimesoma leo kuhusu Kone kwamba alipata injury ya jicho, wakisema ndio imesababisha changamoto yake ya kuingia kwenye senior team, lakini wanasema kwamba mpango upo kwamba ataingia kwenye timu ya wakubwa, atumike kwenye nafasi ya kiungo, sababu kuna bado kuna changamoto ya kiungo. Kwa labda hiyo pia ndio imekuwa labda changamoto ya Sekou Kone. Sekou Kone alipata ile injury pamoja na kichwa alipoumia wakati wa michezo ya vijana. Anafikiri ni kama
miezi miwili imepita. Na juzi alikuwa amerejea kutoka timu ya vijana ya kwao, na akawa amepata nafasi ya kujoin kwenye timu ya wakubwa kwa ajili ya maandalizi. So kama anaweza akapata nafasi inaweza kusaidia, kwa sababu ujio wa Baleba pia anaweza perform sana msimu huu, lakini bado itabaki thamani ya pound labda milioni 90 70, ambao nimeona leo wanasema kwamba tunataka kuuza kwa 104. Inawezekana, kwa sababu kama soko liko hivyo. Unajua ubaya ni kwamba wakati mwingine hawa wachezaji ni soko limefikia level kwamba liko hivyo, huwezi kuliepuka. Soko linataka hivyo. Kwa sababu leo wachezaji wa pound milioni 40 wachezaji wa kawaida sana. Soko linawezekana nataka hivyo. So tunaweza tukasema watakuja au wasije, lakini huwezi kuwa na uhakika, inabidi usubiri mpaka mwisho ili uweze kuona uhakika kama watakuja. Na sioni kama tunaweza tukawapata wote kwa wakati mmoja, sioni. Okay, kwa jambo lingine kwenye mechi hii dhidi ya Liverpool tunaenda kucheza, tumeona mara nyingi Bruno Fernandes akitumika upande wa kule chini, kiungo ya chini, na hakuna, inaonekana kwamba Benham wapange kumdrop. Lakini pale juu tumeona mara nyingi tunajua kabisa kama msimu huu atakuwa ni Matthew Cunha pamoja na Bryan Mbeumo, na hivi karibuni mechi ya mwisho ya Sunderland alianza Mason Mount na alifanya vizuri sana. Baadaye akaingia Matthew Cunha dakika kipindi cha pili. Sasa wote wakiwa fit, kwa maoni yako unafikiri Cunha, Mount, yupi anaanza nafasi hiyo? Namba hii pia niwaulize watazamaji wetu hapa, watupe maoni yao pia kuhusu hilo. Cunha au Mount, nani anaanza kwenye nafasi ya namba 10 pale juu? Tunajua Mbeumo ataanza. Cunha au Mount, yupi anaanza hapo bwana? Nafikiri Amorim ni ana mahaba na Matthew Cunha. Mount au na Cunha? Ana mahaba na Mount, kumradi ana mahaba na Mount. Na amekuwa akisema Mount ana uwezo wa kufanya vitu vingi zaidi kwenye kila kwenye mchezo. Lakini mimi ukiniambia mimi nitaenda na Matthew Cunha. Mount mimi sijai kumuelewa tangu Chelsea. Hajai kuwa mchezaji wangu ambaye namuelewa. Ila kwa sababu tu yuko pale unabidi ukubali kama ni mchezaji wa timu ambao unaishabikia, unabidi ukubali. Lakini Mount mimi naona sio mchezaji mbaya, mchezaji ni mchezaji wanasema nini wale squad player. Yaani anaweza kuwa mchezaji kwa kurotate kwenye kikosi, lakini sio mchezaji kupeleka nje ya ahadi. So mimi ukiniambia hapo, mimi moja kwa moja nitakwambia Cunha. Lakini unajua tena niliona clip moja inasema wanamuita Amorim kocha mjeuri. Kocha mjeuri anaweza kubadilisha kikosi wakati wowote. Hata juzi kwenye mechi hiyo alipoanza na Mount ni kama alitushangaza kidogo, lakini of course alivyoingia akafunga goli akaonekana ni master. Mount ndio anafikiri kitu ambacho Mount labda anamzidi Cunha ni ile pressing. Mount ndio ni pressing monster, ni mtu ambaye atakimbia dakika zote, atafanya cha maana, lakini Mount atakimbia, atapress. Nafikiri labda hicho ndio kitu ambacho kinamfanya Ruben Amorim ampe chances badala ya Cunha. Lakini pia kumbuka Cunha pia alitoka injury katika mechi dhidi ya Liverpool. Mimi ningeenda na Cunha kwa sababu I believe Cunha anaweza akakupa vitu vingi sana kwenye mechi kuliko Mason Mount. Lakini naamini kabisa hii mechi anaenda kuanza Mason Mount unless kuna shida. Lakini kama atakuwa fit kwa sababu ya kukimbia, kukaba na nini, I think Ruben Amorim ataanza na Mason Mount. Sasa hapo ndio anapongojaga anajichanganya, plani zinavurugika mapema. Yani inaweza kawa hivyo na mambo yakawa tu mabaya, lakini naona watu hapa wanasema Cunha. Kuna mmoja hapa anasema Cunha, Mudi Mzungu, alafu Mount anasema Sharif Fatma anasema kama Mount yuko vizuri zaidi kwa sasa. Lakini pia Kasim Chaugambo anasema kutokana na changamoto ya kiungo, Mount ana mchango mkubwa sana kuweka msawazo kwenye kiungo na ushambuliaji. Maybe ni point inaweza kuwa point hii ya Kasim Chaugambo. Anaweka msawazo kwenye, unajua tukubaliane Dr. Jambo moja. Mount ni average player ambaye Mount hana uwezo ambao Matthew Cunha anao. Yani Mount cheza maeneo mengi hapo, lakini swala la talent wise ya kuamua maamuzi makubwa ukiwaweka watu hao wawili, Cunha yuko mbele ya Mount. So labda sasa ukitaka kuanza comparison ni kwamba unajua kwa sababu anaweza kukimbia eneo kubwa la kiwanja,
hilo sio jukumu lake Matthew Cunha kufanya hilo jukumu. Kwa nini? Ndio maana kuna viungo. Yani wakati mwingine ni kwamba watu wanapewa mizigo ambayo sio ya kwao. Unajua mtu mmoja akishindwa kutekeleza majukumu yake yanapelekea mtu mwingine kuanza kusafa kwa majukumu ya mtu mwingine. Viungo na walinzi wakifanya majukumu yao, kina Matthew Cunha kazi yao wanatakiwa kuflow tu kutoka hapo kwenda mbele ili kuweza kusaidia. Ni kweli anaweza kawa Mount ana mchango mkubwa zaidi, lakini swala la talent ya kubwa sina shaka na bwana Cunha. Sawa. Nicholas Kibwana anasema kwamba ni wachezaji tu wajitume. Hata game ya City tulikuwa tunafikiria kupata ushindi juu ya injury zao, lakini mwisho wa siku tukaluzi hiyo mechi. Kwa hiyo bwana Nicholas Kiboni anaamini kwamba wachezaji wakijituma tunaweza kupata kitu kwenye hiyo mechi. Na mechi zote ambazo tumeshinda, mechi kubwa hizi dhidi ya klabu hizi kubwa, Arsenal, Chelsea au whatever, nafikiri tumeshinda mara nyingi kwa sababu ya mentality ya siku hiyo tu. Ni kwamba wachezaji wali turn up, walijituma sana, walikimbia mara nyingi sana, wakapata matokeo. Kwa hiyo nafikiri point ya Nicholas Kiboni inaweza kaina maana, sivyo? Yeah, ndio nilikuwa nasema tangu mwanzo kwamba ni ile mentality yao. Wakisema tunatoka tunaenda kubeba beji United, wanaweza kuibeba beji, kwa sababu kinachokosekana nafikiri ni hiyo mentality, kwa sababu Liverpool wana quality, lakini sio kwamba na sisi hatuna quality. Quality ipo kabisa. Huwa nasema kwamba Bram Mbeumo anaweza kucheza hizi timu kubwa, Cunha anaweza kucheza hizi timu kubwa, Shesko anacheza hizi timu kubwa, sijui Bruno anaweza kucheza hizi timu kubwa. Yani wachezaji wetu karibu wote sasa hivi tunao, except labda kina Patrick Dogu, labda kina Dalo, huwezi kuwapeleka vilabu kubwa, lakini hata Luke Shaw akiwa fit anacheza timu yote kwenye ligi. Luke Shaw akiwa fit anacheza timu yote. Delete anacheza timu yote. Delete tena Delete amekuwa sasa hivi tuna watu. Delete amekuwa bora sana kwenye season hii. Ni mmoja kati ya mtu ambaye amefanya bora sana. Delete nafikiri pia sio mtu anayeimbwa, lakini Delete amefanya vizuri sana. Kwa hiyo in terms of quality tunayo, yani ipo kabisa. Tunachokuja kukosa ni hiyo final product ambayo sasa mwisho wa siku majibu hata hakuna mwenye majibu, kwa sababu hata wao ambao wana train nao kila siku wanakosa majibu sahihi ya kutuambia. So ni mentality, yani mentality ya wachezaji Manchester kwa sasa imekuwa, unajua ni ile ya hofu. Unaogopa usiharibu. Kadri ambavyo unaogopa usiharibu ndivyo unaharibu zaidi. Tofauti na kwamba wanasema ushindi pia ni tabia. Ukiwa na tabia ya ushindi unakuwa mshindi tu. Unacheza huko matokeo yatakuja. Kwa sababu hata Fergie time haikuwa uchawi, haikuwa nini, ilikuwa ni character. Kwamba unajua tukifika dakika ya 80 sisi tunafungua zaidi pipe na wengine watakuwa wamechoka. Kwa hiyo tutashinda tu, tutapata matokeo. Ndio maana wakati wa Fergie ilikuwa Fergie akinyanyuka akiangalia Sara jua bado dakika 20, bado dakika 10 tutapata matokeo. So ni mentality tu ambayo kama wachezaji watakuwa nayo, naamini mechi ya Liverpool ni ngumu, lakini wanaweza kutuonyesha kitu. Lakini bahati mbaya kama tutashindwa kuficha madhaifu, unaweza kujikuta siku hatupigiani simu, wala tutafanya reaction, wala tutafanya tutopigiana simu, wala kwenye magroup tutakuta tunalaumiana, tunakusema Amorim sio kocha, Amorim sio kocha. Nimeona leo ni Ben Jacobs amesema kwamba kulikuwa kuna alikuwa amekalia uzi Ruben Amorim mechi dhidi ya Sunderland baada ya kufunga mechi dhidi ya Brentford. Na baada ya kushinda mechi hiyo anasema sasa hivi kila kitu kiko sawa kwenye club, everything is set, watu wametulia, wanaamini kwamba baada ana nafasi ya kwenda kufanya mambo mazuri. Kwa hiyo mimi naamini mechi ya Liverpool mambo mawili yanaweza katokea. Anaweza kafungwa alafu karudi tena kule kelele za kumfuza zikaanza. But still naona bado watakuwa naye kulingana na ambacho wanasema kina Sajim. Nafikiri wanapenda zaidi kubaki na Ruben Amorim kwa muda mrefu. Lakini mechi ya Liverpool I think ni mechi zile ambazo ukizingua unaweza ukapigwa 5 simply. Yani tumeshaona mara nyingi kitokea hicho kitu. Dhidi ya Man City imeshatokea, dhidi ya Liverpool mara nyingi imeshatokea, na ikiwa watakuwa wa kwanza kutufunga goli naamini inaweza kufunga goli nyingi zaidi. Lakini tukienda after time tunaongoza au tukapata goli moja, maybe we can manage tukapata hata point moja. Lakini shida yetu ni kwamba tukifungwa tu timu inakuwa disoriented kabisa. Wanaanza kucheza, yani wanacheza kama ya mchangani.
kuna mshikaji wetu hapa anaitwa Juma Maliki. Kama tumekosakoswa tukikosakosa tatu. Hapo tumekosakoswa. Yani inawezekana. Yeah. Lakini shida ya timu yetu ni kwamba uweze kujua siku itakupa nini. Yani unaweza ukasema hapo kwamba hii mechi tunaanza kufungwa, alafu kashangaa ndio siku hiyo tumefika tumekinukisha. Kwa nani alijua mechi ya Chelsea itacheza vile? Kwa sababu mechi ya Chelsea watu wanasema okay tulishinda kwa ya kadi nyekundu, lakini kabla ya kadi nyekundu ule moto ambao alikuwa anapeleka Chelsea ilikuwa ni moto wa hatari, na ndio maana kadi nyekundu ikatokea. Lakini doctor, mechi ya Chelsea ingeongezwa dakika 5. Kwa tumeisha. Sawa. Sio 5 tu. Hata kipindi kile cha pili chote of course. Yaani sio kipindi cha pili actually. Yaani baada ya tu kuwa sawa, baada ya kuwa sawa pale. Yaani baada ya Casemiro kupata kadi nyekundu. Na mentality ikabadilika. Chelsea pia na wakaamini kwamba sasa hivi tuko sawa. Tukapigana tukapata kitu. Wakaanza na aliyoiua mechi alikuwa ni Maresca mwenyewe baada ya zile sabu zake za kiduanzi. Aliuza mechi. Akaamua kabisa kwamba hapa mimi ngoja nika defense tu nisifungwe goli nyingi. Lakini naamini kipindi cha pili kile angekuwa akina Cole Palmer, akina Neto, akina bado wapo kwenye kikosi. Ile mechi ilikuwa hatuwezi kutoboa. Sababu walimshoni pale ule moto ambao walipeleka walikuwa sio moto wa kawaida. Sasa najaribu kuimagine nimeona Isaac fitness yake imeongezeka. Nilikuwa naangalia mechi dhidi ya Sweden. Amecheza mechi nzuri sana. Kwa hiyo nafikiri alikuwa na changamoto kidogo ya fitness hapa katikati. Kwa hiyo atakuwa na options nyingi. Inaweza kama ni Ekitike ama Isaac. Na pia kuna watu kama kina Florian Wirtz, kuna huyu Szoboszlai. Kwa hiyo Liverpool wana kikosi kikubwa ambacho kwa majina tu kinaogopesha kidogo. Hakuna. Lakini mimi hope yangu moja ambayo sasa hivi naona ni tofauti na timu zingine zilizopita ambazo kwa tafunga zile goli 5-5. Sasa hivi tuna Senne Lammens. Najua mtanicheka lakini I believe sasa hivi tuna goalkeeper. Huyu goalkeeper afungi magoli ya kizembe. Hiyo ndio hope pekee ndio nayo. Una goalkeeper lakini una watu ambao wanaweza kumlinda goalkeeper. Mbona juzi walikomaa kama mechi dhidi ya Sunderland? Au ni Sunderland. Na angalia ni mara ngapi Sunderland walifika golini kwa United. Angalia. Hivi unakumbuka ile shoot la Granit Xhaka. Alafu na lile shoot la dakika ya mwisho winga upande wa kushoto. Zile ndigia vibes kabisa. Kwa sababu yale nakwambia pale alikuwa Onana au Baindi yani magoli yote. Yaani yale magoli. Lakini unakumbuka mechi ya Arsenal na United ambayo Baindi alidaka? Ilikuwa FA Cup. Alikinukisha sana. Kwa hiyo ndio mechi pekee cheza vizuri, ndio mechi hiyo tu. Ndio kama Baindi anacheza ndio mechi pekee ambayo cheza vizuri. Sasa Senne sio mbaya. Bado bwana mdogo atatupigisha maboko mbele na tutamtukana. Of course maboko yatakuja, lakini mimi na mix moja. Kuna vitu yani kuna vitu nakwambia kuna vitu basic. Yani kuna vitu kiviangalia haimaanishi ni guaranteed kwamba atakuwa golikipa mzuri. Atakuwa golikipa, atakuwa Schmeichel, lakini mimi kwa mfano siku ya kwanza mechi ya kwanza anacheza Baindire. Hii channel ilikuwa ishaanza. Nilisema kabisa jamani hapa hamna kipa. Mechi ya kwanza kabisa alipocheza. Mechi ya kwanza amekuja Onana amecheza. Nikasema huyo kipa mafuti yake anajua, lakini kudaka huyu kipa huyu ni changamoto. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakuwa vinaonekana kabisa kwamba kuna unajua mimi sikumbuki mara ya mwisho lini imepigwa cross akadaka kipa. Sikumbuki mara mwisho lini. Yaani kwamba cross imepiga kipa kadaka. Lammens kadaka nyingi sana juzi, yani kasikumba sana mabeki kwenye mafuani kwenye box. Fatma Sharif ya kumuona Fatma Sharif hapa. Dada anafuatilia, unapata faraja kuona dada kama Fatma anafuatilia. Fatma anatuambia tatizo United ni kutumia nafasi ambazo zimekuwa zinatengenezwa. Bonge moja la point. Hicho ni kitu ambacho ni cha ukweli kabisa, na ukiangalia kwenye mechi ambazo tumecheza mpaka sasa ni moja kati ya vilabu ambavyo vimetengeneza nafasi nyingi na kushindwa kuziconvert. Ndio maana jana kulikuwa na ule mjadala au juzi kwamba Shesko ni moja kati ya signing mbovu pia, kwa sababu klabu imetengeneza nafasi nyingi lakini ilikuwa watu walikuwa wanashindwa kuziconvert. Hicho ni kitu ambacho kweli Manchester inacho, na sasa
hiki ni kitu ambacho kinahitaji muda pia. Unajua ukiangalia wale ule utatu wa pale juu, hata akianza Mason Mount anaanza na labda na Shesko pamoja na Bryan Mbeumo. Hao sio watu ambao wamecheza kwa muda mrefu, kwa maana ya wanajuana. Yani unajua kwenye mpira kuna wakati unakuwa unajua kabisa nikipiga mpira sehemu fulani atakuwepo, utafika kwa wakati sahihi. So nafikiri kutumia nafasi pia inategemea na namna ambavyo timu bado haijakuwa pamoja kwa muda mrefu. Na kuna wakati Amorim unamuelewa, aliwahi kusema the more tutakapokuwa tunaendelea kucheza ligi ndipo tutavozidi kuwa na timu nzuri, kwa sababu tutakuwa tunajuana zaidi na timu itakuwa imetengeneza ile chemistry ya pamoja. So kutengeneza nafasi kweli zimekuwa zinatengenezwa ni nyingi sana, na ndio timu ambayo imetengeneza nafasi nyingi zaidi kwenye season hii pale kwenye Premier League, lakini shida imekuwa ni kuziconvert. So kama wataendelea kuwa pamoja, unajua lazima una wachezaji ambao ni wanasema ni kama combination hivi. Ile ya Vidic na Rio ilikuwa tayari imecopy yani wanajua kabisa kama ule msimu wa Ten Hag wa mwisho ule, tayari Varane na Delete ni Varane na Martinez ilikuwa ishakuwa ni combination nzuri sana. Baadaye Varane na punches zikawa nyingi, matatizo mengi. So kama Kunya au Mount ama Bryan Mbeumo, Amadi wakicheza michezo karibu 10-15 pamoja na zile training za kila wiki, itafika wakati wataanza kuzoeana. Watazoeana, watakuwa unajua ile mimi nikiwa hapa huyu atakuwa hapa. Unajua kuna wakati Barca ile ulikuwa unajua kesa Xavi atakuwa hapa, Iniesta atakuwa hapa, Sergio Busquets atakuwa hapa. Kwa unajua kabisa namna ambavyo timu itakuwa inacheza. So nafikiri inahitaji pia muda, sio vitu ambavyo vinakuja kwenye usiku mmoja, kama ambavyo alisema Sir Jim kwamba watu wa magazetini au watu wa blogs au watu wa mapandit ndio wanataka matokeo ya usiku mmoja, lakini haiwezi kutokea mmoja. Ilimchukua Klopp misimu 4, ilimchukua Ferguson misimu 3 kwenda 4. Yani haiwi msimu mmoja kuijenga timu. Ndio maana nilisema kama Mourinho angekuwa anashinda mechi 2-3, anapoteza mechi 2, kelele zingekuwa kidogo sio nyingi, kwa sababu anani. Lakini pia kuna hii kupewa, wanasema kupewa upembuzi unaofanana na wengine. Akifungwa kocha wa Barca, kelele zinakuwa chache. Akifungwa Chelsea kwa chache. Akifungwa Mourinho, kila mtu atataka kutueleza mambo na kwani hizi kelele mbona tuzisikii? Slot amefunga mechi 3 mfululizo najua, but ni kama hamna story, yani kama sio habari. Umemsikia Lineker anazungumza? Umemsikia yule Carragher anazungumza? Lakini angekuwa ni Amorim hapa, ingekuwa ni topic. Ndio ingekuwa ni topic. Sasa unapata jana Mkunya pia alikuwa anasema kwamba kutokana na mambo ambayo yanaendelea mitandaoni na jinsi ambavyo klabu yetu ipo, nimekuwa Manchester miezi 2 lakini kama niko miaka 10. The way watu wanavyoongea ni kama vile ameshakuja miaka 10 ameshafeli. Akasema kwa hiyo lazima nipambane, nianze kuboresha matokeo uwanjani, kwa sababu huo muda hawana. Na mimi nilipenda, alisema kwamba yeye ni big signing, kama mimi ni usajili mkubwa, kwa lazima ni deliver kwa sababu klabu inatajiri. Lakini wanapoongea utafikiri nimefika miaka 10, lakini na timu miezi 2 hapa. It's because hiyo ndio tofauti ya Manchester na klabu zingine zote. Kwa hiyo hilo linaweza kutokea. Kuna mtu ameandika kitu hapa, amesema Nasir anasema kwamba United tajipa moyo yake. Ukweli mashabiki wa United tuna roho ngumu sana. Alafu mashabiki hawana roho ngumu wewe. Hatujui. Tufunge hapa uone. Mashabiki wa United hawana roho ngumu. Abel Bwana anasema kwamba sasa timu iko vizuri. Sema Liverpool na wenyewe ni mabovu sana. Liverpool mabovu. Wabovu tuwashapigwa 3 mfululizo, sio wazima. Hamna matokeo tu hajapata. Unajua ngoja nikwambie Nandes. Yule kipara yule, ni Slot yule. Yule alitembelea upepo wa msimu ule uliopita. Wa Klopp. Zile iliyopita alitembelea kikosi cha Klopp kwa sababu of course.
akikuwa na mabadiliko, ndio sasa ndio timu yake sasa. Msimu huu sasa ndio timu yake. Sasa hii ndio timu yake. Mambo ndo hayo. Alafu bahati mbaya Hugo wametumia hela nyingi. Alexander wametumia hela nyingi. Fits. Wametumia hela nyingi. Mfano rahisi ni kwamba mbona kelele ambazo Vitz, umeshasikia kile kigari inaitwa nini, Kivitz kile? Unaona wanakipigia kelele kile Kivitz? Hamna. Mbona ni nani? Of course zipo kelele zinaongeleka, lakini sio kivile yani. Ni ndogo. Sasa hivi ana mechi 8 ujue. Ana mechi 8 hajatoa 6 goli. Ni paundi milioni 150. Sasa sio yani sio nani. Juzi niona caption moja ya Klopp ni nyau. Aliongea kitu fulani hivi cha kinani. Akasemaje? Ningeipata hapa. Akasema watu kama nani, kama Wits huwa wanatokea mara moja sana, yani kwamba kipaji kile kipaji cha dunia. Hii hapa. Alisema I don't have to worry about Florian Wirtz because his quality is outstanding. Of course, everything is fine, and everyone knows that. The discussion is certainly being blown out of proportion. Anasema he is once in a century talent. Kwani unajua walikuwa wanamuita Kai Havertz the German Johan Cruyff. Pause kushangaa kwa maneno hayo. Afsi Mjerumani mwenzake. Huwezi kushangaa kwa maneno hayo kwa sababu kila mtu anajaribu kuvutia upande wake ili kutuonyesha. Na kina Musiala tunaweka wapi sasa? Kwa sababu Musiala ndio generation talent. Akina Jamal wale, ile ukisema generation talent ndio nikakuelewa. Sasa ile ni ndugu yao, ni mtu wao, kwa hiyo ni rahisi kwa wao kuweza kusemea hivyo, lakini na point moja ya msingi hapa sio kumcheka Vitz, lakini ni kutaka kuonyesha kwamba unaweza ukaenda kwa sajili talent kubwa ukatumia gharama kubwa isilipe. Kwa hiyo na sisi lazima tuelewe kwamba kuna hawa kuna Patrick Dogu. Sasa nimeona pia kwa mfano watu wengi wanazungumzia Dogu inawezekana watu waliscout kwamba ni talent na kila kitu, lakini imeshindwa kuja kudeliver kile ambacho wengi walikifikiria. So hata sisi tunaweza tukatumia fedha nyingi kutafuta hao watu na mwisho wa siku bado usipate hiyo kitu ambacho unahitaji. So watu wanajua, watu wanapiga sana kelele labda Kunya mpaka sasa hajadeliver, lakini kuna 150 hajadeliver. Hakuna naye ongea kwa sababu simply sio Manchester United. Kwa hiyo wakati mwingine mimi nafikiri sisi tunakuwa jana nimeona ni mechi ya 8 kwa wanamuita Gonkeres Victor Gonkeres. Yokeres. Yokeres. Mechi ya 8 jana nyumbani. Hivi mechi ya 8 kafikisha jana. Yaani ukijimisha Arsenal akifunga goli moja anakuwa shamfikia magoli. Sasa magoli 3. Wote atakuwa na goli 3. Lakini watu wanaongelea Chelsea ndio usajili mbovu zaidi. Usajili mbovu zaidi. Kweli Manchester ni kazi kubwa sana. Kwa Manchester ni kazi kubwa sana. Sawa, lakini ndio hivyo. Mzee wangu, mimi nashukuru sana. Tumepata wasaa angalau tumeweza kuzungumza machache. Wiki hii ni mwendo wa kuongelea Liverpool na United. Kwa kupata wasaa mwingine pia karibu tena hapa. Tutakuwa na mengi pia ya kuzungumza. Mimi nakushukuru. Kwa wale ambao mnatufuatilia, hii video itakuwepo kote. Ukienda pale United Insider pia utaipata. Baada ya hapa, lakini itakuwepo pia hapa United Redverse. Kwa utaenda kuiona, unaweza ukaishia kote huko kwa sababu yako tupate subscriptions na pia weka alama ya kengele ili angalau usiwe unakosa content muhimu sana kama hizi, lakini pia usahau kusubscribe United Insider kwa wale ambao mlizoea local content. Siku zinaitwa United Insider. Kwa hivyo unaweza kwenda pale ukasubscribe ili unaenda kupata madini mengi sana kule na makala nyingi ambazo zimepikwa na kupikika na bwana Loko hapa. Mzee wangu, mimi nakushukuru sana. Naomba niagie mashabiki wangu hapa. Shukrani sana bwana, kwa niaba ya Nandez, mimi naitwa Loko au Omi. Tutakia usiku mwema. Hakikisha una subscribe, una like, una share na comment kupitia hapa United Insider na hapa United Redverse. Kwaheri kwa sasa.